kulisoma neno la Bwana. Baba, sasa tunaingia kulitafakari neno lako. Na kweli kunena kwa lugha ita. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amemwagwa. Mitume wanahubiri, lakini wapo watu kutoka mataifa mbalimbali. Halafu cha ajabu ni kwamba mitume wanapohubiri, kila mmoja anaisikia injili kwa lugha yake mwenyewe. Fungu la 7, wakashangaa wote zote za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakerete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu, hakika haya ni matendo makuu ya Mungu. Nini kinatokea hapa? Roho Mtakatifu amemwagwa, na zinaonekana ndimi kama miali ya moto kwenye vichwa vyao. Na wanapoanza kuhubiri, hawa Wayahudi, hawa wanafunzi wa Yesu, watu wa mataifa yote haya, kila mmoja anaisikia injili ikihubiriwa kwa lugha yake. Sijui nielezeje. Mfano naweza kutoa ni kile kikao wanachokifanyaga UN General Assembly, Umoja wa Mataifa. Wanafika pale, kila mtu anakaa anavaa headphones, sawa Kwenye microphone, kama ni Mtanzania anaongea kwa Kiswahili, lakini yule anayesikiliza kwenye headphone anasikia kwa Kiingereza, anasikia kwa Kifaransa, anasikia kwa lugha mbalimbali. Yaani wanasikia kwa Kirundi, wanasikia kufaidiana. Changamoto tulionayo leo, tunaishi kwenye dunia ambayo tunataka tuzitumie karama za Roho kwa kufaidika sisi binafsi. Yaani mimi na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yule yeye, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini yana, halafu kila mmoja amepewa karama ya Roho, sio kama wewe upendavyo, lakini kama Roho apendavyo. Hapa nikutie tu moyo, usikae bize kukaza macho ukitamani karama ambazo Mungu ameziweka ndani ya wengine, badala ya kuzitambua zako na kuzitumia kwa utukufu wa Bwana. Usikae unasema natamani niimbe kama hii ni kwaya ya Musti. Mungu awabariki sana, mnaimba vizuri sana, Bwana awabariki sana. Kwa hiyo usikae unasema natamani niimbe kama wale wanakwaya wa Musti. Kama Mungu hajakupatia karama ya uimbaji kama mimi ambavyo sina, amekupatia karama ya kuhubiri na kufundisha neno. Kama hajakupatia hiyo, amekupatia neno la hekima. Usikaze macho kutazama Mungu amewekeza nini ndani ya watu, kiasi kwamba badala ya kutumia muda kutumia kile ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako. Jambo la pili, la kwanza, hilo la kwanza nimekwambia, usikaze macho kwenye karama za wengine. Muulize Mungu, umeweka nini ndani yangu? Maana kila mmoja aliyempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kila aliyejazwa na Roho Mtakatifu amepewa karama, na hiyo karama amepewa kwa mapenzi ya Roho Mtakatifu. Usikaze macho kwenye za wengine, mwambie Mungu, yangu ni nini na unataka niitumiaje? Namba 2, acha wivu katika jina la Yesu. Usimuonee mtu yoyote wivu kwa karama ambayo Roho amempatia. Aliyempatia hiyo karama sio mzazi, sio mchungaji. Hiyo karama amepewa na nani jamani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kucelebrate, kufurahia, kuinua, kupalilia, kutia moyo karama za watu wengine. Kama umenielewa sema amina. Wivu hauna nafasi
Maana karama tumepewa na Roho Mtakatifu, na hakuna aliyejaza fomu. Ametupatia kwa kadri alivyopenda yeye, na kusudi la kutupatia karama hizi ni ili tupate kufaidiana. Je, kunena kwa lugha ndio karama kuu kuliko nyingine? Wakorintho wa kwanza sura ya 12 fungu la 28, Biblia inasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume. Wa kwanza ni hivyo basi wapendwa, kunena kwa lugha sio karama kubwa kuliko karama nyingine. Maana ukiangalia zile oda, yani Mtume Paulo anasema kama ningepewa kupanga oda, ipi ni kubwa na ipi ni muhimu, ningeanza ya kwanza kwa mitume, ya pili kwa manabii, ya tatu kwa walimu, kisha hii na hii na hii na hii. Halafu anamalizia pale fungu la 28 na aina za nini jamani? Za lugha. Hii karama sio superior kuliko karama zingine zozote. Na anaendelea kuuliza pale fungu la 29 na 30. Je, wote ni mitume? Je, wote walioko katika mwili wa Kristo wamepewa karama ya mitume? Hapana. Je, wote ni manabii? Hapana. Je, wote ni walimu? Hapana. Je, wote wanatenda miujiza? Hapana. Fungu la 30 wa Korintho wa kwanza sura ya 12, wote wana karama za kuponya? Hapana. Wote wananena kwa lugha? Hapana. Wote wanatafsiri lugha? Hapana. Pastor unasema nini? Kama waumini wote sio mitume, kama waumini wote sio manabii, kama waumini wote hawana karama za uponyaji, hivyo basi usitegemee waumini wote wapewe karama ya kunena kwa lugha. Walionielewa waseme amina. Karama ya kunena kwa lugha sio saizi moja inayowatosha wote. Tumepewa karama tofauti tofauti kwa makusudi ya kujenga mwili wa Kristo na kufaidiana. Hivyo hakuna karama moja eti kunena kwa lugha kwa kuwa wote tumebatizwa na tumejazwa na Roho Mtakatifu eti wote lazima tunene kwa lugha. Kama hivyo, kwanza sura ya 12, takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora. Na hili ni fungu la mwisho la Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Sasa Paulo, unaposema tutake karama iliyo kuu na njia iliyo bora, ni ipi hiyo ambayo unataka wote tuwe nayo? Ndio tunafika Wakorintho wa kwanza sura ya 13, anaanza kueleza iliyo kuu na iliyo bora. Na ndio Wakorintho wa kwanza sura ya 13 fungu la kwanza mpaka la 3, nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyoayo na utupu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua njia iliyo bora, sio kuimba na kuhubiri Injili. Njia iliyo bora sio kunena kwa lugha. Njia iliyo bora ni upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Shida ni kwamba tuna Wakristo wanaotafuta kuwa spectacular, wanaotafuta kuonekanika wa pekee kwa maajabu na maishara na miujiza na kunena kwa lugha, wakisahau ya kwamba njia iliyo bora ni nini jamani? Mgeukie jirani yako, mshike mkono, mwambie jirani, o jirani, upo katika njia iliyo bora? Una upendo? Kweli upo upendo? Hata kama uwezi miujiza, mwambie hata kama uwezi miujiza, hata kama uwezi kuhubiri Njombe Net Event, hata kama uwezi kuimba, upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Afumaliza kwa kumwambia ninakupenda katika Bwana. We biene we. Sabiene amekaa pembeni ya mke wangu na anatangaza upendo.
kwa lugha kujifurahisha. Hatuneni kwa lugha kumimina stress na misongo. Hatuneni kwa lugha kuonyesha kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu kuliko wengine. Tunanena kwa lugha, na kusudi la kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Sio ili uonekane, sio ili usifiwe, sio ili udhihirishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwa hiyo kama una karama ya kunena kwa lugha, ni ili kanisa lipate kujengwa. Wakorintho wa kwanza 10:9. Kwa maana sikia, baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Wewe uliyejazwa na Roho Mtakatifu haupaswi kunena vitu visivyoeleweka. Kila unalonena lazima lieleweke, na kama halieleweki, wewe ni mpiga makelele na mayowe, unanena hewani tu. Kusudi la karama ya kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Wakorintho wa kwanza 14:13. Kwa hiyo sharti la mtu anenaye kwa lugha kulingana na Biblia, sio kulingana na mchungaji Butoke, ni awepo mtu anayefasiri hayo unayoyasema, tuyaelewe ili tujengwe na kusogezwa karibu na Mungu. Tena haishii hapo, anakupatia kabisa na utaratibu wa ufasiri. Yaani Biblia, mimi nampenda sana Mungu, hakuna jambo analolifanya hivi, analiweka bayana. Utaratibu wa kufasiri ukoje? Wakorintho wa kwanza 14:26 na 27. Basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri? Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Sio tu kusudi la kujionyesha na nini na nini. There is a purpose, na kusudi ni kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja awe anatafsiri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnataka Biblia iliweke jambo hili kuwa rahisi kiasi gani? Kwamba tumekutana familia ya waaminio, na sasa mtu anataka kunena kwa lugha. Na tumesema kulingana na Matendo sura ya 2, kunena kwa lugha ni kunena kwa lugha ambazo watu wanazisikia kwa lugha zao na makabila yao. Anasema mnapokutana, wanene watu wawili, wakizidi sana watatu, na si zaidi. Hii mambo tunayoyaona, sijui imefika muda Roho amemwagika, kila mtu yuko tu hapo shagarabagara aprokoti probiotic kanisa zima. Kama wananena ni wawili, wakizidi sana wangapi jamani? Na hao wanaponena awepo mtu wa kututafsiria ili tujengwe kwa kuelewa hicho Roho anachokifunua. Walionielewa waseme amina. Niwape mfano. Nimetafuta, nataka niwaonyeshe jinsi inavyotakiwa kufanyika. Waje wazee wangu hapa, kuna wazee wawili hapa. Nataka waje hapa tuwafundishe namna ya kunena kwa lugha kibiblia, kwa kusudi mwili wa Kristo ujengwe na tufaidiane. Wako wapi wazee wangu wale? Messi, niletee wale wanenaji wa lugha sasa, tusaidiane. Wako wapi? Walete kwamba wakinena wawe wawili, wakizidi sana wangapi jamani? Tena sio zaidi. Ukienda zaidi umetoka kwenye utaratibu wa Mungu na wa Roho Mtakatifu.
Halafu tena wanaponena awepo mfasiri. Aha, na nimefanya makusudi kwa sababu tuko Njombe, makabila makuu mawili hapa ni Kibena na Kikinga, si ndio? Sasa tupate picha kwamba Mungu amemtuma Pastor Baraka kuwahubiria watu wa Njombe. Hawajui Kiswahili, hawajui Kiingereza, wanajua Kikinga na Kibena, lakini Mungu anataka aufikishe ujumbe wake na kanisa lijengwe. Kama tuko pamoja sema amina. Kwanza sasa, yule Mkinga ni upi kati yenu? Mimi hapa. Ni wewe hapa mzee. Ujue tu kwamba hamna kitu special kuhusu kuwa Mkinga. Chini ya Yesu Kristo sisi sote ni ndugu. Wala hamna jambo la pekee kuhusu kuwa Mbena. Yani iko hivi, Wakinga, Wabena, Waha, Wajita, Wasukuma, Wapare, wote tuko sawa chini ya msalaba. Haleluya. Lakini sasa ili injili ihubiriwe, nimefika sasa hapa. Nina Wakinga na Wabena hawajui Kiswahili, na Bwana amenituma nina ujumbe ili alijenge kanisa lake. Ninasema Bwana anawapenda. Wewe unatafsiri unasemaje? Mungu anakupenda. Waambie hao. Okay. Waambie. Mimi nasema wewe unatafsiri. Mungu anakupenda. Ongolowe atokanile. Shika vizuri. Mungu anakupenda. Ongolowe atokanile. Mungu anakupenda. Bado hii haijashika. Mungu anakupenda. Nguruve yuhendile. Yesu anakuja tena. Oswambi kuita hangi. Yesu anakuja tena. Umutu ehwata hangi. Mbingu ni kwa ajili yako. Kokianya kwanye. Mbingu ni kwa ajili yako. Usikate tamaa. Ole kokosita. Usikate tamaa. Bado mzee ushiki vizuri. Sasa we shika hapa. Usikate tamaa. Utanu hudumuhila pangasi. Songa mbele. Kimbaka. Songa mbele. Kimbake hilo. Tumaini lenye baraka. Wewe mzee, tumaini lenye baraka ipo? Tumaini lenye baraka. Ulufuwa ulunyalwimihe. Haleluya. Amen. Sikia, Mungu akiwa na ujumbe kwa kanisa lake na amekuleta, lugha haipaswi kuwa kikwazo cha kufikisha ujumbe wake kwa watu wake. Hivyo kama unakuja kwa lugha isiyofahamika, wanene wawili wakizidi sana watatu, na kati yao awepo anayetafsiri, hicho Mungu anachotamani watu wake wajue. Amen. Wazee, Mungu awabariki sana. Amina. Mungu awatendee mema. Na nyie mmekuwa wahubiri wa net event. Asanteni sana. Wapendwa, hicho ndicho kilichotokea kwenye Matendo sura ya 2. Hawa wa Galilaya waliongea kwa lugha yao, watu wa mataifa mbalimbali wakawa wanasikia kwa lugha wanazozielewa. Hilo ndio fundisho la kunena kwa lugha kama linavyofahamika katika Biblia. Sio kupiga kelele tu, sio kujionyesha. Maana watu wengine akianza ni anapiga mpaka analala, miguu inapigwa juu. Unapofanya yote hayo, awepo mtu hapa wa kutuambia hiki unachokisema ni nini kinachokulaza mpaka miguu naweka juu. Na kama hakuna anayeweza kutafsiri, neno la Bwana linasema unyamanze na ukae kimya, kwa sababu hainufaishi kusema vitu ambavyo hatuvielewi na havitusogezi karibu na Mungu. Mungu anapokuwa na ujumbe wake, lazima awepo mtu wa kututafsiria tupate kuuelewa. Kwa nini ni muhimu iwe hivyo? Wakorintho wa kwanza 14:33. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko.
Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Watakatifu wanapokutana, haipaswi machafuko yaonekane. Amani na utulivu vinapaswa kuthibitika. Hata hivyo, Yesu Kristo akiwa hapa duniani, hatuna ushahidi wa mahali popote alipoenda watu wakaanza kufanya machafuko na kelele wakifanya kwamba hiyo ndio ibada. No, Mungu si Mungu wa machafuko. Wakorintho wa kwanza 14:33 39 na 40. Namaliza na hii. Wakorintho wa kwanza 14:39 na 40. Biblia inasema, kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kuutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Msizuie kunena kwa lugha. Fungu la 40 nakupa angalizo, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri, tena kwa utaratibu. Mtu akitaka kunena kwa lugha inafanyikaje kwa uzuri au kwa utaratibu? Ni kuhakikisha hawaneni watu zaidi ya 3 na kati yao yupo mtu wa kufasiri neno. Huo ndio uzuri na utaratibu wa namna ya kumwabudu Mungu. Hivi unajua, Mwanzo sura ya 11, watu waliposema tunataka tujenge mnara mpaka tumfikie Mungu huko, wakaanza kujenga mnara wa Babeli. Mwanzo sura ya 11. Mungu akasema, watu hawa wanataka kutunisha misuri wanifikie mimi. Silaha Mungu aliyoitumia kutawanya watu wenye nia mbaya ni kuchafua lugha, yaani ni kuwapa lugha tofauti tofauti ili wasielewane. Hiyo ni silaha Mungu anayoitumia ili watu wenye nia mbaya, watu wasiolitimiza kusudi la Mungu, watawanyike lugha ambazo zinaeleweka ili mapenzi ya Mungu yapate kutimizwa. Chini ya hapo mko kwenye machafuko ya Mwanzo 11. Na mwisho wake ni mapingano, mapingano, mapingano. Umoja unapotea. Ule umoja ule wa kujenga nani ya Babel ilipotea kwa sababu lugha zilichanganywa. Lakini karama za Roho Mtakatifu, karama ya kunena kwa lugha, ni ili mwili wa Kristo ujengwe, tuunganishwe kwa utume, tuiambie dunia Yesu anakuja na lipo tumaini lenye baraka. Na waelewe ujumbe huo, wausikie. Hapa ninapoongea hapa, mimi nahubiri Kiswahili, yupo mtu anahubiri kwa Kiarabu. Ujumbe ni huu aliouleta Bwana, lakini kwa lugha ya Kiarabu. Yupo mtu mwingine anafasiri kwa Kiingereza. Ujumbe ni huu mmoja aliouleta Bwana, lakini unafanyika kwa utaratibu, kwa kusudi la kujenga mwili wa Kristo. Sio machafuko yanayompinga Mungu. Tutatawanywa. Ili tubaki wamoja, ni lazima tuisikie sauti ya Mungu kwa utaratibu. Wale wanaosema kwa neema ya Bwana, na mimi sitaki ibada za machafuko, sitaki ibada zisizo na utaratibu, ninataka ibada ambazo ninamsikia Mungu, ninamuelewa na ninaishi sawasawa na mapenzi yake kwa jumbe anazozileta. Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Jioni ya leo tunakwenda tu kufanya maombi ya pamoja. Tukianza wiki hii tunaenda kufanya maombi ya pamoja. Na kama yuko mtu kwenye ibada hii anasema, mimi nina ndugu zangu ambao hawajaelewa fundisho la kunena kwa lugha kama Biblia inayolifundisha, lakini natamani kwenye mikutano hii Roho wa Mungu akutane nao. Nina marafiki zangu ambao fundisho hili hawajalielewa, lakini natamani waanze kumwabudu Mungu kwa uzuri, tena kwa utaratibu. Wimbo unapoimbwa, njoo hapa kwa niaba ya hao marafiki.
tutawaombea. Lakini yawezekana yuko mtu hapa ambaye alidhani kunena kwa lugha ni kupiga makelele na kuonyesha excitement na kuonyesha kupiga makelele hata bila kutafsiriwa. Lakini anasema kwa neema ya Mungu kuanzia sasa nitamwabudu Mungu kwa utaratibu na uzuri. Wengine wanapokuja na wewe utakuja. Karibu mama mchungaji. Tawala ndani yangu, Yesu Mfalme, uwe kwangu majibu kwa maswali. Kuna mtu unamuombea, unasema Mungu huyu hajaijua hii karama, hajaujua huu kweli kama ambavyo umenifunulia. Ninaomba na yeye umfunulie kupitia mikutano hii. Njoo tumuombee. Lakini uko hapa unasema mimi nimekuwa nikiabudu ibada za namna hii za vurugu na fujo, kunena bila utaratibu, lakini kuanzia sasa nataka niabudu kwa utaratibu, tena nikiongozwa na Roho. Na kama nitanena kwa lugha isiyoeleweka, awepo mfasiri. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Sasa fahari yako imulike ndani, dunia iwe kimya, mwili sasa tengenezeni nafasi kwa wale wanaokuja. Mungu ameweka mapenzi yake wazi, neno lake ameliweka bayana ya kwamba hizi karama ni za kuujenga mwili wake, na utukufu wake ndio unapaswa kudhihirika. Na ikitulazimu tuongee kwa lugha zisizoeleweka, awepo mtafsiri, awepo mtu wa kutuambia ujumbe wa Mungu ni nini. Amen. Tayari kungojea maagizo yako, tawala ndani yangu, Yesu Mfalme, uwe kwangu majibu kwa maswali yote. Pastor Shemba atatoa ombi na mimi nitatoa tamko la baraka. Karibu Pastor. Tuombe. Mungu wetu mkuu wa mbinguni, uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tunatukuza jina lako takatifu jioni hii ya leo kwa kilichofanyika leo katika vituo mbalimbali na makanisa mbalimbali na sehemu mbalimbali ikiwemo hapa Njombe. Pokea heshima, utukufu na nguvu vyote. Unastahili peke yako kuabudiwa, maana wewe ndio Mungu wa kweli. Jioni ya leo mkutano wote tunakuja mbele zako Baba, tukikusihi tusamehe dhambi zetu zote, tutakasike, tufae kwa ajili ya uzima wa milele. Kila tulipoenda kinyume na mapenzi yako Baba, tusamehe. Miongoni mwetu hapa kuna wagonjwa, hakuna ugonjwa unaokushinda, tunaukemea katika jina la Yesu. Kuna ambao hawaelewani katika ndoa, tunakemea kwa ugomvi katika jina la Yesu. Jioni ya leo kuna wanaosumbuliwa na watoto, hilo nalo tunalikemea katika jina la Yesu. Kwa kupitia mkutano huu, unganisha watu wako, muunganiko ambao sio wa kawaida,
utakao kuwa muunganiko mpaka parapanda itakapolia. Baba, watu wako wamejitoa, wana ndugu zao ambao wamedanganywa na yule mwovu. Mwovu amewachanganya kupitia maandiko matakatifu, amechanganya. Baba, tunaomba hao wakomboe, maana kwa somo la jioni ya leo tumeelewa kwamba kunena kwa lugha ni kitu kitakatifu, lakini shetani amevuruga. Tunamkemea katika jina la Yesu. Kila ambaye ana hiyo changamoto, hata katika mkutano huu, baada ya neno lako kuzungumzwa, watu wako nena nao zaidi, waelewe na kubadilika kwa ajili ya uzima wa milele. Jioni ya leo tutakapoondoka hapa, tembea na kila mmoja wetu, tukusanye tena kesho, mapenzi yako yatimie katika jina la Yesu, amen. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake waangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu mnao kwenda mbali hata nje ya mkoa huu. Amani ya Bwana ienende pamoja nanyi. Roho Mtakatifu akawajaze ninyi na karama zake zidhihirike ndani yenu. Zitumieni karama hizo kwa utukufu wa Mungu, kulijenga kanisa lake na kuujenga utukufu wake. Mwenyezi Mungu aponye magonjwa yenu katika jina la Yesu. Kwa wiki hii tunayokwenda kuianza, kazi za mikono yenu zikabarikiwe, mukaone faida na habari njema za kupandishwa vyeo. Mwenyezi Mungu akabariki uzao wa matumbo yenu, watoto wenu wakaitwe heri katika mataifa, nyie mkakopeshe na msiwe wa kukopa. Mwenyezi Mungu azidi kuwatendea yaliyo mema. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Amina. Kila anayeamini na kila mwenye pumzi ya uhai amshangilie Bwana akisema amina.